sensa ya Tanzania ni 1.5 tu, hata milioni 2 hajafika, lakini wanapewa shilingi 50,000 kila mwezi wazee wasiojiweza. Hapa hata glasi ya maziwa wazee hawapewi. Mtazamaji wa Digital TV, leo tupo makao makuu ya chama cha ACT Wazalendo. Tumekuja kuzungumza na naibu katibu mkuu wa ngome ya wazee kutokea hapa chama cha ACT Wazalendo, kwenda kuyafahamu mengi na changamoto ambazo wanazipitia na matarajio yao kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mengi yanaenda kuzungumzwa siku hii ya leo. Ungana nami Balozi Msaudia katika mahojiano haya maalum kutokea hapa Magomeni jijini Dar es Salaam. Kazi yenu kubwa ni kama ngome ya wazee kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kusimama. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza, kwa mujibu wa katiba ya chama chetu ACT Wazalendo, wazee ni washauri wa chama. Ushauri tunatoa na tunashukuru kwa unasikilizwa. Kwa ndani ya chama ushauri unasikilizwa, pale panapotokea matatizo, fraction, misogano, basi wazee wanachukua hatamu kuongea na wanachama wengine ili mradi kuliweka ile jambo sawa. Kama linakuwa lina matatizo makubwa, basi tunashirikiana na viongozi wakuu wa chama. Ama kwa upande wa kitaifa au kwa nchi kwa ujumla, wazee kama wazee tunafanya juhudi kubwa sana kuunganisha wazee wapate nafasi katika kuendea mambo ya nchi au kupata usawa na marika mengine, lakini bado serikali imegubika kutokusikiliza na kutokujali wazee wanatamani gani katika nchi, kwa sababu za msingi wazee ndo waasisi walioleta uhuru katika nchi. Kwa hiyo wazee hawapewi nafasi toka utawala wa Mwalimu Nyerere. Kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza ambayo kama utaniruhusu nitayajibu ambayo ni kero kwa wazee kwa nchi. Hatuoni faida ya wazee au keki ya taifa iwasaidia wazee, inawasaidia marika mengine kama vijana, wanawake, lakini wazee hawana kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo labda nisimame hapo, naendelea. Ndugu mtangazaji, wazee hawapati faida kwa sababu kwamba unaweza kuona kuna vitu vimeanzishwa na serikali vinaitwa TASAF. TASAF ni mikopo ambayo ilikuwa inapewa kina mama, walemavu na vijana. Wazee hawapo, ina maana wazee hawana thamani kwenye nchi hii. Lakini kama isitoshe vile vile wazee hawana thamani, utakuta thamani ya wazee kodi hawafutii. Kwa mfano, naweza kuchukulia mfano mimi mwenyewe na kibanda changu, lakini kila mwezi kwenye simu natozwa shilingi 1,500 ya TANESCO, kwamba umri wangu kwa kukatwa kodi ushafika tayari, yani nisiwe mtu ambaye natozwa kodi. Lakini utakuta bado tukienda kufuatilizia kodi hizi zinakatwa vipi, unakuta kila mwisho wa mwezi unakata shilingi 1,500 kufidia umeme na umri ushafika. Kwa hiyo haya ni matatizo makubwa ambayo serikali haitaki kuyapa kipaumbele. Kwa hiyo bado tunasuguana, kwa sababu siasa sio mwisho ni kufa. Bado tunapambana mpaka tuone usawa, lakini kwa nchi yetu kama Tanzania usawa kwa wazee hauonekani, hasa kwa viongozi vile vile. Actually ukichukua labda viongozi wa kiserikali wakubwa kwenye nafasi labda za mawaziri au rais, ndio hata kuchukua sensa ya Afrika utakuta marais wengi ni watu wazima, lakini sasa wazee hawathaminiwi. Tunafanya kila juhudi za kuonana na viongozi chungu mzima ili labda tuone usawa katika nchi yetu hii, lakini bado kuna tatizo kubwa, wazee hawana thamani katika nchi hii. Lakini bado tunaendelea kutafuta mbinu mbadala ili mradi wazee wapate thamani kwa sababu wazee ndio sosi kubwa kuleta huru katika nchi. Hilo linafahamika, halina mjadala, lakini huu au matunda ya yale waliyofanya hayaonekani kwa wazee. Asante. Mmewahi kuwasilisha malalamiko haya kwenye mamlaka husika? Asante mtangazaji. Sisi kama viongozi, naweza kuchukulia mimi au nilikuwa na kamati yangu ya uongozi wa taifa chini ya marehemu mwenyekiti wetu anaitwa Yasin Mohamed Gumsan. Tuliona tufanye ziara kwa viongozi wa staff wengi wa kiserikali kupeleka kero zetu, kwa sababu kuna viongozi wengine moja kwa moja ni rahisi kuona viongozi wa kiserikali, maana watawala au mtu wa mwisho kwenye nchi. Tukafanya ziara, tukamwendea ndugu waziri mkuu mstaafu Warioba nyumbani kwake, tukafanya appointment, tukaenda tukazungumzia, tukamwambia kero ambazo zipo za wazee kwenye nchi hii. Tumekuja kwako kwa sababu una nafasi kubwa kunyanyua mguu wako kwenda Ikulu kuliko sisi. Akatupokea, kikao kilishuka karibuni masaa 3, kwamba wazee hawana thamani kwa kila kitu, ambapo vitu vingi vitakiwa wazee wasamewe, lakini nafasi hiyo hamna. Kutoka hapo tukaenda kwa Profesa Shivji ambaye tunaona ni mwanaharakati, mwanasheria mkubwa, tukamlalamikia mambo hayo. Kutoka hapo tukafanya appointment na Foundation Nyerere kwa mzee Butiku. Tukaenda tukalalamikia hayo kwamba wazee hawana thamani kwenye nchi.
kuna moja mbili tatu. Tunakuja kwa nyinyi viongozi wa staafu, kwa sababu mna nafasi kubwa ya kwenda kumuona mama mumshauri. Tunafanya appointment kubwa kwa kupitia mwenyekiti wetu marehemu Katule, tukamuone rais lakini hatupate. Lakini tumeona issue yetu au mambo yetu ya wazee tupitie kwa viongozi hawa wa staafu. Lakini vile vile tukaenda hata kwa msajili wa vyama vya siasa, tukamuelezea hayo yalivyo kwa wazee hawana thamani. Kuna nchi hii ambapo wameleta uhuru lakini hawathaminiwi, yale mambo yao wala yachukuliwi. Kwa hiyo naomba kilio chetu kama viongozi wa kitaifa wa ACT Wazalendo kifikishwe mbele, ili mradi mama aone wigo wa wazee na vijana na wanawake. Kuna mambo yanatakiwa yaende sawa. Kuna keki naambiwa keki ya taifa, lakini sisi wazee hatupati. Kuna mambo ya bima inaonekana ambapo wazee hicho hamna. Lakini mfano ulikuwa hayo tulimwambia hata mzee Warioba, ukichukulia Zanzibar, Tanzania visiwani wanapata pension shilingi 50,000. Sensa yani ya Tanzania ni 1.5 tu, hata milioni 2 hajafika, lakini wanapewa shilingi 50,000 kila mwezi wazee wasiojiweza. Hapa hata glasi ya maziwa wazee hawapewi. Kuna faida gani wazee kuonekana kwenye nchi? Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Warioba, ili jambo ulichukulia uzito. At least wazee wa nchi wapewe japo hata 200,000, hiyo ndio chochote chao. Lakini kitu hicho hakina, kwa sababu pension ziko aina mbili. Kuna pension ya wale ambao wastaafu na pension ambao watu wana kazi. Sisi tunazungumzia pension ambayo watu wana kazi, wazee ambao hawajiwezi, labda kulima na fanya nini. Zanzibar wanapewa shilingi 50,000 na ni nchi ndogo, haina miradi mingi, madini na nini. Huku kwetu tuna vipaumbele vingi, tunajinasibu Tanzania kama tuna dhahabu, tuna madini, tuna wanyama, lakini wazee apewe kipaumbele. Lakini isitoshe hivyo, ukiangalia hata bima iliyotangazwa juzi ya afya, wazee waende, tukienda hospitalini naambia bwana changia upate panado na nini. Hakuna bima ambayo tuone bima faida yake inafanya kitu gani. Kwa hiyo bado wazee tunanyanyaswa. Lakini vile vile kuna vitu ambavyo vya msingi tulitaka viwe wazi. Kwa mfano, mzee unavuka kivuko cha Kantoni, mzee bado kama mimi navuka na ndugu zangu wanangu, natoza shilingi 200. Kwa nini serikali isitengeze miundombinu hata ya kadi fulani kupitia kwenye serikali zetu za mitaa? Mzee ukipita mahali unakuwa free port, yani kupita unapita bila kutoa ushuru.